شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حميد الله سبحانه وتعالى تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. Tumekutana katika kipindi hiki al-Mubarak kwa inwani muhimu sana kwa maudhui inayoenda na wakati, kwa kuwa tuko katika kumi la mwisho na tuko mwisho wa mwezi wa tukufu wa Ramadhani, na mbele yetu hapo pana ibada ambayo inayotufuata, na ibada hizi zote takriban zinahitajia ufafanuzi kwa sababu ni masaili ambayo yatakarrar fi adhhani muslimin aman ba'da am. Ni masaili ambayo yanakariri sana katika akili za Waislamu na yanapita sana katika nyoyo za Waislamu mwaka baada ya mwaka, na malasafi shadid ambalo tunaweza kulizungumza ni kwamba sisi kama Waislamu tuna udhaifu mambo ambayo yanayopitia kila mwaka kila mara, lakini huwa pana masala wakati mwingine bado yanabaki katika akili. Mtu anaweza kana kuwa ameoa mke wa kwanza, mke wa pili hadi mke wa tatu, akioa akiacha, lakini eti pengine kamuoa mke mwingine wa nne, atakafundishwa vipi namna ya kutoa idhni na kadhalika. Utakuta hili jambo yeye analifanya kila mara, lakini bado kila linapotokea anahitajia kufundishwa. Alioa mke wa kwanza, akamwambia ustadhi, hebu niandikie na mimi dua ya kumwingilia mke wangu, akaandikiwa. Akaoa mke wa pili, akamfuata tena ustadhi, hebu niandikie tena ile dua ustadhi, na yeye ajua pengine ile jambo atalifanya mirara na tekrar. Sasa hii wakati mwingine huhesabiwa ni udhaifu, wakati mwingine ni ilmu, wakati mwingine unahesabiwa ni udhaifu, na kama Waislamu hawapasi wakati mwingine kuwa na tabia kama hii. Lakini inapojitokeza kwa sababu moja au nyingine, huwa pana wajibu kwa Muislamu kufafanua, kwa sababu Qur'ani au na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imewekwa kwa sababu ya ufafanuzi. Ibada al-kiram, kabla dhalika napenda nitangulize na nasaha mbili au tatu. Moja ni kwamba tuko katika masiku matukufu. Usiku wa jana ilikuwa kwa upande wa watu wengine, upande wengine ilikuwa ni Lailata Sabi'ata wa 20, ni usiku wa 27. Leo ni usiku wa 28, wengine leo ni usiku wa 27, ambapo ni katika siku muhimu sana katika Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia tufanye juhudi katika kutafuta Lailatul Qadr katika ayami witri, yale masiku ambayo ni ya witri, na pakahimiza sana tarehe 27 na 29, ambapo 27 ilikuwa jana kwa upande fulani, iliyoko mbele yetu hapo kesho insha Allah itakuwa ni usiku wa 29. Masiku haya ibatul kiram ni katika masiku matukufu sana, na yana izi na sharafu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ina utukufu zaidi ya vile tunavyotambua mimi na yeye, kwa sababu wengi katika Waislamu wanaotambua usiku wa 27 wanaotambua kwa sababu ya bembe, ni siku maalum ya kula bembe, wanaopendana wanaalikana siku hiyo, marafiki wanaalikana siku hiyo. Lakini sivyo hivyo, Uislamu hautaki utambulikane usiku huu kwa mambo kama haya. Usiku huu ni siku ambayo Qur'an ndiyo ilivyoteremka. Qur'an kuteremka kwake iliteremka kama ulama wanasema usiku wa 27. Kwa hivyo ni siku tukufu wa ibatul kiram, mbali kwamba siku hii huenda kukatarajiwa kupatikana Lailatul Qadr, na Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuwafikiwa na masahili kama haya. Kwa hivyo kwa mujibu wa mazungumzo haya tunahimizana kufanya bidii na kuhuisha kipindi cha usiku kwa ajili ya ibada. Tuhuisheni sana katika kipindi cha usiku kwa masaili ya ibadat, kuliko kuwa kipindi hiki kilichobakia sisi tuwe tunakitumia kwa mambo ya upuzi na ujinga. Itakuwa ni dhima kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ikiwa wewe huna haja ya Lailatul Qadri, lakini huna haja ya mambo yako kukadiriwa mazuri, huna haja ya kufanikishwa katika mambo yako. Tuna mambo mangapi sisi ambayo leo yanatokea? Tunamuomba Allah lailan wa nahara atufafanulie na kutufanyia usahali, mpaka leo hakujatokea utatuzi. Leo kuna ndoa zetu ziko vibaya, leo pana malezi ya watoto wetu yako vibaya, pana kazi zetu leo ziko mbaya, pana majirani wetu wako vibaya, pana afya zetu wagonjwa na kadhalika na kadhalika. Yote haya hayako vizuri. Ikiwa huna haja ya Lailatul Qadri pengine, basi huisha usiku kama huu kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haya mengine ambayo yanayokupitia. Pana magonjwa, Allah akuondoshee. Kipindi hiki ni muhimu, kipindi cha usiku. Haya masiku yaliyobakia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwa ako karibu sana na mja wake. La pili, ahibatul kiram, ni kuhimizana vile vile katika kushikamana na taa na ibada na kufuata dini kwa mujibu tulivyofundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuweka mbali na hawa na matamaniwa. Tujaribuni kuifuata dini kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusitaki kufuata dini wakati mwingine kwa sababu ya hawa. Naenda msikitini kwa kuwa siku hizi magharibi sikosi jamaa, kwa kuwa siku hizi kuna chakula kinakuja, kuna sambusa, kuna nini. La, hayo sio malengo. Tufanyeni ibada kwa mujibu wa Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, na tuacheni mambo mengine tu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili eti utafurahika nafsi yako au pana mambo yatakuwa. Acha yale mambo ambayo Allah amekukataza kuyaacha kwa ajili yake yeye subhanahu wa ta'ala, hata kama yataenda kinyume na matamanio yako. Leo ahibatul kiram, kuna jambo ambalo napenda nilitanabahisha katika mlango huu. Huenda kuna baadhi ya watu wengi wanakosa fadhila za swala ya jamaa ya magharibi. Kisingizio ni hiki: msikitini tukienda kuna futuriwa kwa tende, nikifungua vikaoni, kwenye vijiwe, kwenye maskani, kwenye nyumba, nitafungua kwa keki na skrimu na sambusa na juisi. Sasa mtu anafadhilisha kula keki na juisi, hata kama salatul jamaa hapa msikitini itampita. Huku ahibatul kiram, si kufuata dini. Tufuateni dini kama namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Tukifuata iwe ni kwa ajili ya Allah, na tukiacha iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo litakwenda kutusaidia pakubwa sana, bila kuweka hawa za nafsi na matamaniwa wakati mwingine katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja kulikuwa kuna bwana mmoja alimuoa bibi yake, akamwacha talaka ya kwanza, akamlegea, akamwacha talaka ya pili, akamwacha talaka ya tatu, akamaliza talaka zote tatu. Alipomaliza akajua fika kwamba mimi hapa sina barabara tena ya kurudi kwa huyu. Kuna watu wana imani wa hili, wanajua kwamba mimi nikimaliza talaka tatu siruhusiwi kurudi kwa huyu, na hapo anasarenda, hata kama anampenda, hata kama ni matamanio yake, lakini anasema kwa kuwa hii ni sheria ya Allah siwezi kuivuka. Sasa huyu bwana alipokuwa amemaliza, mahaba yakamshika zaidi kuliko alipokuwa kabla hajamuoa. Akawa hakuna mwanamke zaidi yake, haoni, hasikii, lazima arudi kwake. Akaenda kwa shekhe fulani, akamwambia, shekhe, mimi nina mtihani, naomba unisaidie na mimi. Naam, mtihani gani? Akamwambia, nimemwacha bibi yangu talaka tatu, waniongoza mielekezo gani nipate kumrudia mke wangu, nampenda. Shekhe akamwambia, umemwacha talaka tatu? Akamwambia, naam, nimemwacha talaka tatu. Akamwambia, kwa mujibu wa dini ya Uislamu, hata tankiha zawjan ghaira, ni mpaka amuoe mke mwingine, mpaka amuoe mume mwingine, alale naye, amuache kwa ridhaa zake, hapo itakuwa yeye umefunguliwa mlango. Akamwambia, hivi hakuna kipengele chochote, yani hakuna dalili, njia yoyote ambayo naweza kuifanya, hata kama ni kulipa fidia, mimi niko tayari. Yule bwana akamwambia, la, dini ya Mwenyezi Mungu haiendi hivyo. Dini ya Mungu hapa inasema, hapa sheria yake lazima iwe ni hivi. Yule bwana anaendelea kusisitiza, akamwambia, shekhi, takila mche Mungu,
hivi wanikatisha amani katika nafsi yangu. Huwezi kunitafutia njia yote, nyinyi umesoma bwana, nyinyi umebobea katika elimu, hebu niangalilie, pengine kuna kitotoro naweza kupitia. Ule bwana akamwambia la, hakuna njia nyingine mpaka hilo niliyokuelezea lifanyike. Ule bwana akaondoka pale, na huku ana huzuni na huku umemfungia hasira, kama kumwambia ushehe hana maana, hana huruma hata kidogo. Hawezi kunihurumia mimi mja wa Mungu, nataka mke wangu kwa njia ya halali, hawezi kunitafutia angalau njia yoyote. Akapambana na shekhe mwingine, shekhe kikofia na zikana, akamwambia shekhe, tafadhali na swala langu nataka kuuliza, hivi mimi nimemwacha bibi yangu talaka 3 na sahihi nataka kumtegelea na naambiwa sahihi hakuna njia, hebu waweza kunitolea kipengee chochote naweza kurudia? Ule bwana akapiga fikra, akamwambia inawezekana, madamu wampenda yeye, madamu wamtaka, inawezekana. Akamwambia nitafutie hata kama ni vovote, mimi niko tayari, kwa sababu nyinyi mmesoma, nyinyi umebobea katika masaili ya elimu, mnaweza kutafuta njia angalau kama si hili ni hili, angalau na mimi nikapenya hapa. Akamwambia nenda kanitafute mwanamume akutolee muhalili ule mke wako. Anamtolea njia sasa, ndaka nitafute mwanamume akutolee muhalili ule mke wako, kisha utamuoa, hata kama siku moja alale naye, kisha utamuoa. Subhanallah. Ule bwana alipoambiwa neno kama lile, aliondoka pale mustabshiran, furaha, anarukaruka. Akawa sasa analaumu ule shekhe wa kwanza, umeona labda ule kamwe hakusoma kamwe, haisi kamwe sheria hizi. Angalia njia zinazotolewa, hakuna jambo katika dini isipokuwa lina njia zake. Angalia njia rahisi tu, nitukue pesa, nitafute mwanamume ende kalale naye siku moja, siku ya pili tena tuagane, umuate ili nipate kumlingia mke wangu. Angalia dini ilivyokuwa nyepesi. Na huko sasa akawa anamlaumu ule shekhe wa kwanza, nyinyi ni watu mushaddidina fi dini, nyinyi watu mnatia vikwazo sana katika dini. Bahati nzuri hajapiga masafa marefu, akapambana naye yule shekhe wa kwanza. Alipopambana naye akamwambia, shekhe, nilikwambiaje mimi katika dini hakukosekani njia? Haya sasa nishaipata mimi njia. Akamwambia, nieleza na mimi njia yako ni gani? Akamwambia, nimeambia mimi nimekwambia shekhe, angalieni, pengine ajua dini ni bahari, ilmu ni bahari kubwa, pengine huwezekana kuna njia wewe kuangalia vizuri. Akamwambia, nielezea na mimi. Akaambia, nimeambiwa nimtafute mtu anifanyie muhalili siku moja siku mbili, akimwacha nitandegelea. Si nimekwambia mimi elimu ni bahari? Shekhe akamwambia, na ndikushazama wewe ndiko ushazama, maadamu ilmu ni bahari, wewe ushaingia baharini na ushazama hiyo. Sasa ibada al-kirama, haya kufananisha haya mazungumzo ni kwamba tuifuate dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo yetu katika dakika hizi tuliyokusudia ni masaili ambayo yanayofungamana na zakatul fitri, ibada ambayo iko mbele yetu baada tu mubashara kumaliza Ramadhani. Ibada hii ya ibadatul kiram ni miongoni mwa zile ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kaziweka na kazisisitiza. Na sababu ya kuchagua inwani hii katika kipindi hiki, moja ni kufafanua na kutoa ule utata ulioko kwenye masaili haya, lakini pili kuhimiza sana katika swala hili, baada ya kuwa wengi katika Waislamu wanapuuza, wengi katika Waislamu wanaliachilia, wameliondosha katika fikra zao, aliko kwenye programu yake ya Ramadhani na Idi, haiko kabisa zakatul fitr. Sasa ndio maana tukapenda kuzungumzia masaili kama haya kwa sababu hizi mbili. Ndugu zangu katika imani, kabla ya kuzungumza mambo ya zakatul fitri, zakatul fitri ni miongoni mwa matendo ya ibada, na ibada kwa jumla sawa sawa, iwe ni ibadatul maliya au ibadatun badaniya, sawa sawa ziwe ni ibada za kimwili kama mfano wa sala, mwili wa ndani, kama mfano wa ibada ya taqwa na khushu' wal mahabbatullah, na vile vile iwe ni
ibadatun badaniyatun dhahira, ibada za mwili wa nje, kufanya ibada za kiwiliwili cha nje, kama mfano swala. Ukifanya ibada ya swala unatumia mwili wako wa nje, aghalabia unaonekana zaidi. Na kuna zile ibada za mwili wa ndani, kama mtu kumwogopa Allah. Hizi ni ibada za ndani mwili, lakini ni wa moyo, ambapo asili yake ni kuwa ndani. Sasa jumla ya ibada sawa sawa, iwe ni malia au badania. Sema badania ni kama hivyo tulivyopiga, au malia au ibada za kimali, ikiwemo mfano zaka na sadaka. Ibada zote hizi kwa sampuli zote panalengwa kitu kimoja, au panalengwa vitu ambavyo ni maalum kufanya kwake. Tunafungamanisha alaqatul fardi bi rabbih. Vipi mja au mtu atakuwa na mafungamano na Mola wake? Unapoambiwa fanya ibada, swali, toa zaka, funga, soma Qur'an, hizo zote ni ibada. Lengo lake kubwa ni kumfungamanisha mtu na Mola wake. Leo mtu anakusali wa anajiweka karibu, mafungamano yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kujenga imani, tukawil iman, kujenga imani ili iwe imani yako ina nguvu, kwa sababu imani ya mwanadamu haitakuwa na athari na nguvu isipokuwa baada ya kutenda. Ndipo Allah katika Qur'an kila anapotangaza alladhina amanu anafuatanisha wa amil, amanu wa amil, ila al-iman wal amal. Imani lazima iwe ina matendo, si mtu kunena tu kwamba mimi ni muumini, kwamba mimi napenda iman. La, ni lazima baada ya kusema maneno hayo uwe na matendo ya kutabikisha. Tukiswali tunaifungamanisha imani yetu, inakuwa nguvu. Tukisoma Qur'an, tukifunga, tunaifanya imani yetu iwe na nguvu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile jumla ya malengo ya ibada ni kutakasa nafsi ya mwanadamu. Unapojifungamanisha na ibada, watakasa nafsi yako. Kama yule ambaye anayejiweka mbali na ibada, ni kwamba nafsi yake inachafuka huyo, na ndio maana utamuona kesho mara amefanya hili, mara amefanya lile, na haogopi kufanya baadhi ya mambo ambayo ni mabaya, kwa sababu hakuna matendo ya ibada. Lakini mtu anapokuwa na ibada, anapokuwa na matendo ya amal, matendo kama yale yanakuziwilia kufanya maasi. Wakati mwingine utamuona mtu amejikanya kuingia kwenye uraibu tu kwa sababu ya swala. Anasema mimi na swali kisha kesho niingie kwenye uraibu, mimi na swali kisha kesho nifanye mambo haya na haya. Utamkuta kwamba anajitenga yale mambo kwa sababu ya matendo ya imani na matendo ya amali. Lakini mwingine anajiingiza kwenye matendo machafu, na ukiangalia sababu ya kuingia kwake, amekosa matendo, kitu kinachoitwa al-amal au amalun salih. Vile vile jambo ambalo ni kubwa zaidi, mtu kusimama na ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kujaza moyo wako na kuimarisha moyo wako na ibada ya ubudiyatul lillah, kujifanya kwamba wewe ni mja, tena ni mja wa Mungu, kwa sababu Allah alikutangazia mapema tangu kabla kuja kwako wewe, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba jini wala mwanadamu isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unapofanya ibada, unajiweka kwenye stage ambayo Allah amekuweka. Unapojiepusha na ibada kwa ujumla, yote ibada zote au ibada fulani, ni kama kwamba wewe unajivua na pale mahali ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka. Na miongoni mwa ibada za kimali ambazo ibada kama hizi zinamtakasa mwanadamu nafsi yake, vile vile na kumtahirisha na ubakhili, tabia ya ubakhili, na kujiweka mbali na shuh. Sababu kuna shuh wal bukhlu, kuna shuh na bukhlu. Shuh ni ule ubakhili wa kupita mipaka, al-bukhlu ni ubakhili tu wa kawaida,
Lakini ukisikia mtu shuh, ujue kwamba huyu ana ubakhili wa kupita mipaka. Wenye kupiga mifano wanasema mtu ambaye ni shuhu hataki ingia chooni kujisaidia, hamalizi kujisaidia. Anasema sije nikamaliza niweke na akiba. Yani hii ni tabia ya shuhu, yani mtu ana ubakhili wa kupita mipaka. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mwenye kujiweka mbali na hii tabia ya shuh, hao ni katika waliofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa miongoni mwa ibada ambazo zitakuweka mbali wewe na tabia hii chafu, wa ibadatul mali, na ibada ambayo itakuondosha wewe na kuabudu mali. Sababu leo kuna wanadamu wamefika stage ya kuabudu pesa, wamefika stage ya kuabudu mali. Ako tayari kufanya jambo lolote alhasili apate mali. Ako tayari kumuua mwenzake, bora tu ahakikishe kwamba mimi nitatajirika fulani ya kifa. Ako tayari mwenzake adhalilike na magonjwa, miaka njia miaka toka, alhasili yeye aliataambia kwamba bora wewe akiwa hivyo utapata mali. Ako tayari kuharibu mpaka familia yake kwa sababu ya mali. Ako tayari hata kujinyima raha zake, kujiweka mbali na utashi wa nafsi yake kwa sababu ya mali. Pana baadhi ya wanadamu wamewekewa masharti ili wewe uwe tajiri ni usioe. Ako tayari akwambia ni bora nisioe, lakini si nitakuwa tajiri. Na mwingine kaambiwa, lakini ukitaka kuwa tajiri ujue utapata mtoto katika maisha yako. Akasema sawa, bora mimi niwe tajiri. Takuta kwamba amejiingiza kwenye vikwazo vikubwa, alhasili yeye aje kupata mali tu. Hii ni kuonesha kwamba huyu mwanadamu amefikia mahali pa kuabudu mali. Na hayo mali yatakufikia wapi? Leo unapokuwa na afya yako unahangaika ili upate mali, mpaka unazeeka, mpaka unatenda magonjwa katika mwili wako, wewe una hamu ya mali. Kesho umekuwa mzee, umekuwa mgonjwa, yale mali uliyoyatafuta leo sasa uwe unayatumia yale mali kununulia uzima na afya. Ulipokuwa na afya wewe ulifanya kila mbinu ili upate nini? Upate mali, na ukapata mali. Ulipopata mali Allah akakupea ugonjwa. Angalia mitihani. Akakupea ugonjwa, akakutia kwenye matatizo, ikawa sasa wewe wayatumia yale mali kununulia uzima. Waenda hospitali, tena hospitali makubwa yenye gharama, yenye pesa kubwa. Ukiangalia sababu nini? Huyu bwana anataka apate nguvu, arudi afya yake. Wewe ulikuwa na afya yako, lakini hukuzingatia kutafuta mali yako na pesa zako kwa njia ambazo ni za halali. Ukawa uko tayari kuchanganya njia zote mpaka Allah dhila zake akaja akakutia magonjwa, ikawa sasa zile pesa huna raha kuzitumia. Leo wanunulia uzima ambao uliotumia kwa miaka mingi. Ibada kiram. Sasa miongoni mwa ibada ambayo itamwepusha mwanadamu na katika tabia hizi zote na kumtoa katika janga la ubakhili na kumweka katika watu wenye sifa nzuri ambazo ni za ukarimu na kusamehewa madhambi yake na kufunguliwa milango yake ya riziki, basi ni mlango mmoja, ni mlango wa watu kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapotoa kwa ujumla, tunapotoa kwa ajili ya Allah, jua kwamba tumejiweka mbali na ubakhili, tumejiweka ukarimu na tabia njema ambayo ni ya ukarimu, tumejiepusha na tendo la kuabudu pesa na mali, na tumejiondosha kwenye tabia nyingi ambazo zikiwemo katika jamii za utukivu. Kwani leo kuna baadhi ya watu wametukiwa kwa sababu ya mali yao, na pengine mali yale hataki kuyatoa kwa njia ambazo za sawa, hataki kutumia mali yake kwa mambo ambayo ni halali, mpaka wenzake wamemfungia chuki, wengine wamemwekea uadui, wengine wako tayari kumuua kwa sababu ya mali yake. Sasa ili tuepukane na haya yote ya hibatul kiram, ni pale Muislamu
anapojifungamanisha na tendo zima la utoaji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa njia za kutoa kwa ajili ya Allah ni zakatul fitri. Wama adraka ma zakatul fitri. Nini zakatul fitri? Ahibatul kiram, zakatul fitri ulama wanasema, tutajaribu kuenda kwenye mazungumzo haya ili kutatua yale matatizo kabla ya kuulizwa yale masala, tuwe yale mazungumzo yetu yamesafisha zile humum na yale mashakili ambayo yanayotembea kwenye akili katika masaili ya zakatul fitri. Nini zakatul fitri? Zakatul fitri ulama wanasema hiya sadaqatun, nayo ni sadaqa, ni utoaji, tajibu bil fitri, ina lazima, ni lazima utoaji huo bil fitri fi Ramadhan, bali unakufungua katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na imetegemezewa sadaqa hii au imetegemezewa zaka hii na fitri. Neno hili fitri akasema zakatul fitri au sadaqatul fitri. Kwa nini itegemezewe hivi? Ulama wanasema hii ni idafatu ila sababihi, ni kitu kukitegemeza kwa sababu yake. Imeita zakatul fitri kwa sababu imetegemezewa na fitri, nako ni kufungua. Ina maana ibada hii inafanywa baada ya mtu ashafungua, ashatoka kwenye saumu, ndiyo ibada hii inamsimamia ya ulazima awe ni mwenye kuitoa. Na wengine wanasema imetegemezewa alfitri bimaana maumbile, fitratullahi allati fatara an-nasa alayha, imetegemezewa kwenye maumbile ya mwanadamu, ni zaka za mtu mwenyewe binafsi. Ndio maana hii inaitwa zakatul abdani, ni zaka za mwili, sio zakatul mali, sio zaka za mali kwamba unataka kuyasafisha mali. Hii ni zaka unatoa kwa ajili ya kusafisha mwili wako. Unasafisha na nini? Tutakuja kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuelezea masaili kama haya. Wa hiya ahadu anwa'i zakat al-mafruḍa, ni moja katika zaka za faradhi fi shari'ati al-Islam, katika sheria za Uislamu. Yani ni moja katika zile zaka za lazima Muislamu ambazo apasa azitoe katika sheria ya Uislamu. Wa farada Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu akaifaradhisha zaka hii ala kulli muslimin, wa kila ambaye ni Muislamu, qadirun bimiqdarin muayyan min at-ta'am, aliyekuwa na uwezo ya kiwango maalum katika chakula. Ni lazima kwa kila Muislamu, kwa aliyeruzukiwa kile kiwango ambacho kimewekewa na sheria. Na zaka hii ulama wanasema imewekwa sheria yake, yani imewekwa ulazima wake katika mwaka wa 2 Hijiria, katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Madina mwaka wa 2, amri hii ikaja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani inayothibitisha kwamba hili ni tendo la dini na sheria. Allah pale Mwenyezi Mungu aliposema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih wa salla, Allah anasema qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule ambaye atakayetoa zaka. Ulama wanasema man tazakka almuradu bihi zakatul fitri, makusudio yake ni zakatul fitri, kama kwamba Allah anasema hakika amefaulu saumu yake yule ambaye ametoa zakatul fitri. Kisha akasema wa dhakara isma rabbih, akataja jina la Mola wake, fasalla, kisha akasali. Kwa maana tukasema almuradu bi zakati huna zakatul fitri, kwa sababu watu wanatoa zakatul fitri, baada dhalika dhakara isma rabbih, wanataja jina la Allah kwa kupiga takbir, fasalla, kisha wakaswali salatul Eid. Utakuta hii imefuatana kinyume na Eid ya mfungo tatu. Eid ya mfungo tatu watu wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanaswali, kisha ndio wanachinja. Lakini hii unatoa zaka, kwa hivyo tendo la kutoa linakuja mwanzo, kisha inakuja swala. Ndio ulama wanasema
almuradu bizakati huna zakatul fitri, ni zaka za fitri. Na kwa kuwa amri hii au aya hii haitoki kwamba eti si ulazima, haifidishi ulazima. Aya hii inawezekana kwamba inafidisha ulazima, kwa sababu miongoni mwa qarain ambazo zinaonesha ulazima wa amri, wakati mwingine Mwenyezi Mungu imma anatoa amri kwa njia ya amri, wa imma anatoa kwa njia ya kupendeza jambo, wa imma anatoa kwa njia ya kuonesha natija utakazozipata baada ya kufanya jambo. Hizi zote ni ishara ya kuonesha kwamba hapo linalofuata linawezekana kwa hili jambo ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu hapa ametuonesha kwamba yule mwenye kutoa zaka amefaulu. Allah hakuleta amri, lakini ameleta njia ya kuonesha kwamba hili jambo ukilifanya utapata kadhaa, na hili ni miongoni mwa njia za kuamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati mwingine mambo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi rawa Umar ibn Abdul Aziz wa Abi al-Aliya, wanasema hawa wawili adda zakat al-fitri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitekeleza zakat al-fitri, thumma kharaja ila as-salat, kisha akatoka akaenda kuswali. Al-muradu bihi ay salatu al-Eid. Mwanzo Mtume akatoa zakat al-fitri, kisha akaenda kuswali salatu al-Eid. Ibn Abbas radiyallahu anhu anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri, amefaradhisha, amelazimisha, ameweka uwajibu Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri. Hii zaka ya fitri tuhratan lis-saimi, kwa ajili ya kumtakasa yule ambaye aliyefunga, min al-lagwi, kutokamana na upuzi na uchafu. Sasa hili ndilo takaso tulilolizungumza kwamba unapotoa wewe wajieka karibu, wajitakasa nafsi yako na miongoni mwa tabia ambazo ni mbaya. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kutwahirisha yule mwenye kufunga kutokamana na lahu, puzi. Huenda katika saumu ya mtu alipokuwa akifunga amefanya hili na lile, huenda akawa amefanya mambo, dhana yake huona kwamba mimi niko sawa, kumbe lile linahesabiwa ni lahu na rafa, linahesabiwa ni upuzi na mchezo. Kulala ni ibada, kulala ni ibada, lakini huenda wakati mwingine mwenye kufunga kulala kwake kukaitwa ni upuzi. Ulilala kwa misingi gani? Kwa kisingizio gani? Na huenda ikawa umelala kwa wakati mwingine ukawa ni sawa sawa, halina mushkili. Sasa kule kulikohesabiwa kwamba huu ni upuzi katika saumu, zakatul fitri imesafisha. Huenda ukawa umenena maneno, dhana yako ukaona mimi nimenena neno zuri, kumbe neno lile likahesabiwa ni lahu. Na mara nyingi sisi tuna maneno ya lahu, watu kukaa masaa 24 wao utaja mpira tu, adhalahu. Masaa 24 wao huzungumza mambo ya vipindi tu, adhalahu, au kutukanana au kubishana kwa mambo ambayo hayana msingi. Sasa zakatul fitri inasafisha mambo kama haya. Warafath, arafath ni yale maneno machafu, maneno ya matusi, ambapo tabia hizi kwetu sisi imekuwa ni kama salamu. Mtu anaweza kumtukana mwenzake na dhana yake anasema mimi nimemsalimia, neno kubwa akalizungumza. Neno hilo ukienda kulitoa kwenye jamii fulani anaweza akakusukuma kofi na ukafa hapo hapo. Lakini sisi tumekuwa tunaambiana tu na kisingizio. Kimsikia mtu kamwambia neno kama lile, sema na wakasirika bwana, wakasirika kwa kusalimia. Salamu tu hiyo kwetu sisi, yani wanahesabiwa ni salamu, na hali ya kwamba ni maneno machafu. Lakini pia miongoni mwa madhumuni ya zakatul fitri wa tu'matul lilmasakin, na nilisho kwa maskini siku ile ya Eid. Huenda pengine kuna mtu ameinuka siku ile, siku ya Eid, kila mmoja anadhihirisha furaha yake, kila mmoja anataka kuonesha yale ambayo amejiandaa nayo kwenye siku ya Eid. Huyu anamlisha mtoto wake hiki, huyu amepanga chakula hiki, huyu amepanga malazi haya, amepanga hivi na vile. Huenda kuna mmoja wawili katika maskini ameinuka mchana ule au asubuhi ile ya siku ya Eid, wenzake wanahangaika na kuonesha madhahiri yao
lakini mwingine amekaa upembeni, amesinyaa, amekuwa mnyonge, amekuwa mdogo, kisa na sababu kwamba mimi sijui saa hii asubuhi nitakula nini na sijui mchana nitapika nini, niko na familia, niko na watoto, niko na kadha wa kadha, hatujui tutakula nini. Lakini zakatul fitri inapotolewa, ikimfikia mtu kama huyo, hata kuwa na fikra za kusema kwamba nitakula nini au tutakula nini au watoto wangu watakula nini, tayari atakuwa yeye ameenda msikitini kuswali salatul Eid, anatoa takbiri kwa hamu, anatoa takbiri kwa morali, anatoa takbiri kwa ushujaa, akijua kwamba mimi nikirudi nyumbani, hata kama kitoweo sikupata, lakini nitaandika cheli wa kishori, nitapika Fatma, tutakula nyumbani. Tu'matul lil masakin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man addaha qabla salati, yoyote mwenye kuitoa zakatul fitri kabla ya kwenda kuswali, fahiya zakatun maqbula, basi hiyo ndiyo zaka yenye kukubaliwa. Waman adaha ba'da salati, waman addaha ba'da salati, na yoyote mwenye kuitekeleza, mwenye kuitoa zakatul fitri baada ya swala ya Eid, fahiya sadaqatun min sadaqati, basi hiyo itahesabiwa ni sadaqa, hatakosa malipo, lakini haitahesabiwa kwamba ni zakatul fitri ile ambayo aliyolazimisha kuitoa, lakini atapata thawabu na atahesabiwa ni katika watu ambao wametoa sadaqa. Hadithi imepokewa na Abu Daud. Hibatul kiram, kwa mujibu wa haya mazungumzo tuliyoyazungumza, panadhihiri masharti ya zakatul fitri, kwa kuwa ni jambo la ibada na ni jambo kubwa, halikosi kuwa na masharti yake. Sasa haya mazungumzo tuliyozungumza, lau utakuwa umefuatana na mimi vizuri, patadhihiri haya khilasata, na haya tutayaita ni shurut ujubu zakatul fitri, masharti ya kuwajibika kutoa zakatul fitri. Zakatul fitri ina masharti. Sharti la kwanza, ili iitwe zakatul fitri, ni lazima mwenye kuitoa kwake awe ni Muislamu. Yule ambaye anaitoa iwe ni Muislamu. Asipokuwa Muislamu, hiyo haitoitwa zakatul fitri, khilafa lishafiia, kinyume na madhehebu ya Imam Shafi'i. Imam Shafi'ia wanasema hata kafiri akitoa kwao, kwa mitazamo yao, wanasema inaweza kuitwa zakatul fitri, lakini kauli jamhur wanasema ikiwa sio Muislamu haiwezi kuitwa zakatul fitri, kwa sababu zakatul fitri wanasema ni qurba, ni ibada ya mtu kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni tahara na ni takaso kwa yule ambaye aliyefunga. Na kafiri haya mambo mawili hana. Kafiri hawezi kujikurubisha kwa Allah kwa ibada, kwa sababu hakuna ibada itakayokubaliwa kwa kafiri atakapokuwa ameifanya hali ya kuwa yeye ni kafiri. Hata ataswali raka 100 akatoa zaka watu wote, haitahesabiwa kwake, kwa sababu Allah amefuta, ameondosha kukubali matendo ya mtu ambaye ni kafiri. Wama mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru bi rabbihim, hakuna kilichowazuilia Mwenyezi Mungu kukubali zile sadaka zao wanapozitoa, isipokuwa ni kwamba wao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile kafiri hafungi ili tuseme kwamba atoe zaka hii ili mtakasi, hakufunga yeye. Ikiwa yeye hakufunga, zaka hii akiitoa haitakuwa na yale malengo ambayo yaliyowekwa. Mbali neno la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolisusia mwenyewe, alipolitaja mwenyewe katika hadithi pale aliposema minal muslimina, ibada hii ile itaenda kwa watu ambao ni Waislamu. Sharti la kwanza ni lazima mwenye kutoa awe ni Muislamu. Sharti la pili, al-qudra, mtu ambaye ana uwezo, amepata kiwango kile ambacho kinachostahili. Lima yajibu alayhi ikhraju zakatul fitri, kwa sababu ghairu qadir, asiyekuwa na uwezo si zakatul fitri tu. Asiyekuwa na uwezo wa kufanya ibada yoyote, fa huwa marfu'ul haraj, ameondoshewa kuwekewa madhambi. Huyu asiyeweza kufunga
hakuwekewa dhambi asipofunga. Asiyeweza kuswali kwa kusimama hapati dhambi lau akaswali kwa kukaa, kwa sababu hawezi. Na ndivyo dini yetu ya Uislamu ilivyotulea. Allah akasema, wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah hakujalia uzito katika hili. Kwa hivyo yule ambaye hakuwa na uwezo wa zakatul fitri, huyo ibada hii itakuwa imemuondokea. Lakini uwezo huu ni uwezo gani? Je, ni uwezo ule wa zaka almal, zaka zamani? La, uwezo huu ni uwezo ambao kila mmoja anaweza kupata. Hata mtu ambaye ni maskini anaweza kupata uwezo kama huu. Na ndipo tunasema kwamba ni wachache sana ambao wanaweza kusema na wakakubalika kwamba mimi sina uwezo wa kutoa zakatul fitri. Ni wachache sana. Sio hivi tunavyoona udhahiri katika miji. Wengi hawatoi zakatul fitri na huku wanasema sisi hatuna uwezo. Hali ya kwamba mtu kama yule amenunulia watoto wake pia tatu za nguo zaidi. Hali ya kwamba mtu huyo ameweka chakula cha mchana cha usubuhi siku ya Idi na mchana na usiku tena chakula cha fahari, sio chakula chake cha kawaida. Mtu kama huyo amevaa nguo za fahari ambapo lao angekuwa amenyima angepata kununua zakatul fitri. Sasa kwa misingi hii sisi wakati mwingine utamsikia mtu hatoi zakatul fitri kisingizio kwamba eti hana. Mtu huyo ameletewa zakatul fitri na watu 5 nyumbani kwake. Fulani kamwetea na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Chakula cha watu 5 kimeingia kwenye nyumba yake, naye amejifunga, anasema mimi sina uwezo, sistahili kutoa. Ndipo nikasema si kukosa uwezo huu tunapouona katika miji yetu, kila mmoja hana uwezo, na hali ya kwamba siku ya Idi mtu amebadilisha curtain zote, ametia mpya, ameondosha majlisi zake zote, ameondosha zile kanunua mpya, kaeka hiki na kile na kile na kile kwenye nyumba. Huku upande wa pili anasema kwamba mimi ni katika watu ambao sistahili kutoa zakatul fitri. Kwani umeelewa wewe kiwango cha zakatul fitri ni kiwango gani? Mpaka wewe Muislamu useme kwamba mimi sina uwezo. Wewe iftari yako kila siku ulikuwa ukienda kufuturu out, wewe na mke wako na watoto wako, kuanzia Ramadhani mwanzo mpaka mwisho imetoka. Hakuna siku ulipika nyumbani, ulinunua hoteli chakula chote mpaka Ramadhani ikiisha. Kisha unasema huna uwezo wa kutoa zakatul fitri. Mbali ya kwamba baadhi ya mabarabara, Allah tuafu na tusamehe, na poleni kwa hii, amehonga pengine memnunulia msichana buibui na kiatu na ninja na kadhalika na kadhalika, huko anasema mimi sina zakatul fitri ya kutoa. Pengine si msichana mmoja, wasichana 2 watatu, huyu kanunulia kile, huyu hiki kanunulia hiki, ameeleza ihsani yake mpaka imefika mtaani watu wanamsifu. Mashallah, fulani ikifika sisi hatuna shida kwenye Idi, watu wanakusifu. Mtu huyu anasema kwamba mimi sina zakatul fitri. Sio hivi ya hivi. Mtu huyu anasema sina zakatul fitri, ameondosha familia yake mzima siku ya Eid, amekwenda kula pale na hoteli, wengine wamefika mpaka Shela, wengine wamefika mpaka mahoteli zile 5 star, amekwenda kupeleka familia zake kwenda kuenjoy siku ya Eid, ili tu siku ya Eid chakula tusile cha nyumbani. Mtu huyu ndiye anayezungumza kwamba mimi sina uwezo wa kutoa zakatul fitri. Umeelewa kiwango cha zakatul fitri ni gani mpaka ukawa mwepesi kusema kwamba mimi sina zakatul fitri? Ahibatul kiram, zakatul fitri haifanani na zakatul amwal, na hii ni nukta ambayo wende ikawafaa wengi katika Waislamu, na hususan tulab, wanafunzi ambao wanasoma katika mustawa wa ilmu ya dini, hata vile vile katika mustawa wa ilmu ya kizungu. Wenda ukaulizwa tofauti ya zakatul fitri na zakatul mal, tofauti yake ni. Ahibatul kiram,
Zakatul mal ni zile zaka ambazo tajiri wanalazimishwa lazima atoe kwenye mali yake, na lengo la kutoa zaka zile ni kutakasa yale mali yake na machafu. Zakatul fitri ni zaka zinazotolewa kwa ajili ya mwili wako ili kuutakasa mwili wako. Hilo moja litoshe kwamba pana tofauti kati ya zakatul amwal na zakatul fitri. Lakini zaka ya pili au tofauti ya pili ni kwamba zakatul mali la tajibu illa inda bulughi nisabi, hailazimu mtu kutoa zakatul mali mpaka kile kiwango kinachostahili kifikie. Tukisema zakatul amwal, pana mali yamestahili kutolewa zaka. Mtu akiwa na mbuzi, mtu akiwa na ng'ombe, mtu akiwa na ngamia, mtu akiwa na biashara, mtu akiwa na kadha, yani mambo ambayo yamehusishwa. Huwezi kusema kwamba mimi nina kuku mtaa mzima, nina kuku, hata ukasema kwamba mimi nimewajibika kutoa zakatul mali katika wale kuku. Kuku si katika mali ambayo yanatolewa zaka, lakini mbuzi, ng'ombe, na hao ng'ombe na mbuzi na ngamia mpaka wafikie kiwango, ngamia mpaka wafikie kiwango kadhaa, hao ndio watastahili kutolewa zaka. Ng'ombe mpaka wafikie idadi kadhaa, hao ndio watastahili kutolewa zaka. Ina maana mtu anaweza kuwa na ng'ombe ambao hajafika kiwango, kisha ng'ombe kama wale ikawa haujalazimika wewe kutoa zaka. Kwa hivyo zakatul mal, zaka za mali hustahili kutoa mpaka yale mali yako yakifike kile kiwango kinachotakikana. Yakitofika mali yale hustahili kutoa zaka, si lazima. Lakini zakatul fitri haihitaji yale mali yako yamefikia kiwango kadhaa, eti mtee wako mpaka uwe na magunia 10 ndipo sasa unastahili kutoa zaka. La, hata ukawa na kigunia kimoja tu, hata ukawa na nusu kigunia tu, hata ukawa na kile kiwango mafungu mawili tu, lile fungu moja hili litanitosha mimi leo mpaka kesho, basi lile la pili wastahili kuitoa. Lakini kinyume na zakatul mal, zakatul mal inahitajia nisabu. Nisabu ni kiwango, pesa mpaka ifike kiwango kadhaa, ng'ombe mpaka ifike kiwango kadhaa, ngamia mpaka ifike kiwango kadhaa, kama ilivyoelezwa katika vitabu vya fiqh. Vile vile zakatul mal laysa laha waqtun muayyan, hauna muda maalum kutoa zakatul mal. Hakuna ya muda maalum, ukifika siku kadhaa toa mali hayo, la. Lakini zakatul fitri ina muda maalum, ikipita halas. Lakini zakatul mali itategemea yale mali yako uliyaweka lini, yakazungukwa na mwaka, haulul alayhi hala alayhi alhaul, yawe yakazungukwa na mwaka pale ulipoanza kuyaweka, basi ule mwaka ukifika unastahili kutoa zakatu almal. Lakini zakatul fitri la, zakatul fitri ni kile kiwango chake na yale masiku yake na kile kipindi chake. Huwezi kutoa kabla na wala huwezi kutoa baada ya kwamba muda ushafanya nini, ushapita. Vile vile zakatul mal ghaliban zinaenda kwa watu ambao ni matajiri. Mtu kutoa zakatul mal lazima awe tajiri. Huwezi kusema kwamba nataka kutoa zakatul mal mtu tu wa kawaida tu hivi, lazima mtu awe na mali. Lakini zakatul fitri hakukuainisha kwa mtu ambaye ni tajiri, hata maskini anastahili atoe zakatul fitri, kinyume na zakatul mal. Hizo ndizo tofauti ya ibadatul kiram kati ya zakatul fitri na zakatul almal. Mali haya au zaka hizi anayezitoa ni nani? Nani anayestahili kutoa? Mtu anastahili atoe mwenyewe, ajitolee mwenyewe zakatul fitri, jitolee mwenyewe, barabara, mzazi, mke, mume, mwanzo, jitolee mwenyewe maadamu una nafasi ya kujitolea. Wa zawjihi, na kama ni mwanamume aliyeoa anastahili amtolee mkewe. Wa an kulli man talzamu nafaqatuhu, na umtolee kila yule ambaye analazimika kumpa chakula. Wewe unalazimika kumpea chakula mtoto wako, kama una mtoto wa ndugu yako unamlea wewe, kama una mtoto yatima unamlea wewe,
hao ujue wanastahili kutolewa zaka kwa kadri yako unavyoweza. Na mathalan mtu akiwa hana uwezo wa kuwatolea watu wote ambao anaowamiliki kwenye familia yake, ni baba ana watoto 7 na mke mmoja, na ana mtoto yatima wa kando anamlea yeye, na ana mtoto pengine wa ndugu yake anamlea yeye. Sasa watoto kama hawa pengine ukipiga hesabu, mimi nafasi yangu mimi haiwezi kufanya haya, mada nafanyaje? Kipindi kama kile utatanguliza wale ambao wanaoweza kufunga Ramadhani. Wale walioweza kufunga wale watangulizwe mbele kuliko wale wasioweza kufunga. Na ikiwa mathalan katika hesabu yako bado ikali ni nyingi, nikipiga hesabu waliofunga bado kiwango changu hakijaweza, basi toa wale ambao wewe unaweza kumepungukiwa nao. Unaweza kujitolea wewe peke yako, huna nafasi ya mtu mwingine, jitolee peke yako. Wengine waache kwa kuwa hauna uwezo na Allah amekuona kwamba hauna uwezo. Lakini una nafasi yako na una nafasi ya mke wako, mtolee na mke wako. Una nafasi ya mtoto mmoja katika watoto 7, mtolee yule mmoja, na wale wengine ikiwa hauna nafasi hiyo, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua kwamba wewe hauna, itakuwa kwako wewe sio lazima. Lakini kama una nafasi ya uwezo na waweza kuwatolea na hukuwatolea, jua kwamba hiyo ni faradhi wewe umeiacha, tena umeiacha kwa makusudi, na utaenda kujibu kwa Allah mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama yale masaili ambayo yanayozunguka, wakati mwingine utasikia, wakati mwingine ikiwa huna zakatul fitri, basi toa leso yako, nenda kauze. Alhasili lazima utoe. Nenda katoe nguo zako uziuze, alhasili lazima utoe. Fahadha hadithu sio sahihi. Wengine nasema asiyetoa zakatul fitri basi saumu yake inatungikwa, haipandi mbele ya Allah. Itakuwa hivyo kwa yule ambaye ana nafasi, ikiwa hadithi itakuwa sahihi, lakini haimaanishi kwamba saumu za watu zinafungika kwa sababu eti haukutoa zakatul fitri. Hadithi hii ipo na hadithi hii haiko sahihi kama namna walivyosema maulama. Auladu sighar, watoto wadogo wanastahili kutolewa zakatul fitri. Walkibar, na watoto wakubwa ambao wako kwenye mikono yao. Alladhina hum tahta wilayati. Walwalidaini, na wazazi wawili wanastahili kutolewa zakatul fitri. Alfaqiraini, waliokuwa mafukara watu wawili. Mtu pengine ni kijana, yeye ndiye anayewalisha watoto wazazi wake. Sasa wale wazazi zakatul fitri yao iko kwa mtoto. Walipokuwa wazazi wana nafasi, mtoto hana nafasi, zakatul fitri ya mtoto iliangukia kwa mzazi, na hii sasa mambo yameenda kinyume. Ahibatul kiram, vile vile pamedhihiri katika mazungumzo yetu hikma ya kutolewa zakatul fitri. Kwa nini iweko zakatul fitri? Hikma yake ya ahibatul kiram, imewekewa hikma hii kwa sababu ya maqsadun shar'i, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika Qur'an, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Inapotolewa zakat, inapotolewa sadaqa, hikma kubwa ni mtu kujitahirisha. Na tumesema kujitahirisha ni kujitahirisha na machafu na kujitahirisha na tabia ambayo ni mbaya. Vile vile miongoni mwa hikma za kutolewa zakat ni ziyadatun wanama. Unapotoa unazidisha mali yako na unakuza vizuri mali yako. Ile riziki yako chache unapotoa kwa ajili ya Allah, jua kwamba unaikuza na unaiwekea baraka na unaizidishia baraka. Ma nakasat sadaqatun min mal, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zaka au sadaqa haipunguzi mali, bali taziduhu baraka, bali kuzidisha baraka pindi inapokuwa ni yenye kutolewa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna malengo ya fardhi na kuna malengo ya mujtama. Malengo ya zakatul fitri yanamregea mwenyewe, vile vile yanarejelea jamii kwa ujumla. Vipi zakatul fitri inamrejelea mwenyewe? Pale anapotoa zakatul fitri mtu, kisha ukaambiwa kwamba ukitoa zakatul fitri
inakuzidia yale mapengo ambayo yaliyojitokeza kwenye saumu yako. Ina maana hii ni faida imemrejelea mwenyewe. Mimi nilikuwa na mapungufu kama haya nilipotoa zakatul fitri, Allah subhanahu wa ta'ala akayaziba. Lakini kuna maksadun istimaiya, kuna malengo ya jamii, yani faida inayorudi kwa jamii. Ni malengo gani ya ibada kiram? Ni kwamba jamii unapotoa zakatul fitri, ile jamii inapata lishe. Aliyekuwa maskini, aliyekuwa hana nafasi, siku kama ile naye kafungukiwa, naye kakundukiwa, naye akapata riziki ya kula. Na ndio maana ibada hii ikawa ni ibada tukufu sana, kwa sababu inamregea mtu mwenyewe, inamtengeneza mwenyewe na inarejelea kwenye jamii kwa ujumla. Nukta ambayo ni muhimu katika zakatul fitri na mahali ambapo mara nyingi watu wakiulizana ni miqdaru au miqdaruha, kiwango chake ni kipi? Kiwango cha zakatul fitri. Ndipo nikasema mpaka mtu akasema kwamba mimi sina uwezo. Kwani kiwango cha zakatul fitri ni kiwango gani? Ahibatul kiram, katika hadithi imekuja kuelezewa saa min tamrin au sha'ir. Saa ambapo vipimo hivi vilikuwa ni vipimo vya zamani, leo havitumiki tena. Kukadiria kwenye vipimo vya leo, wale wachuoni wanasema imekurubia kilo 2.5 hadi kwenda kilo 3. Kwa man tatawwa khairan fa huwa khairun lahu, mwenye kuzidisha khairi ni yake mwenyewe. Lakini kwa kadri ambacho hakina matata na utata, kilo 2.5 itakuwa umetoka kwenye utata wote ambao umekusudiwa katika wana watu wote. Sasa kilo 2.5 ahibatu, tuulizane, mchele kilo shilingi ngapi? Tuseme Fatma mtele gani kilo shilingi ngapi? Walio walisema unaweza kuipata vizuri 300. Mchele Fatma kilo 1 300. Ukisema kilo 2 hizo ni 600. Ukisema na nusu 750. Ala aqal 750, ambapo 750 wewe mwenda Ngoi unapata kiwango gani unapokwenda Ngoi sana? Mwenye kwenda baharini hii 750 anaweza kuitoa mara ngapi? Anayefanya kazi nyingine za kawaida hii 700 anaweza kuitoa mara ngapi? Ndipo nikasema ni wachache ambao wanaweza kusema kwamba mimi sina uwezo, na wakakubalika kwamba kweli sina uwezo. Lakini wengi ambao wanaosema kwamba mimi sina uwezo ni maneno ya kujitaniza na kupuuza sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo pengine wewe ukiuliza kiatu chako ulichokivaa ni pesa ngapi, nguo zako ulizozivaa ni pesa ngapi, pale mahali ulipopanga kwenda kuenjoy kusafiri, nini Idi nitakwenda mahali fulani, uligharimu pesa ngapi? Umegharimu pesa nyingi zaidi ya hizo. Lakini haya hukuyaweka mbele na hukuyatanguliza mbele, ukaona pana mambo ambayo ni ya muhimu zaidi yafaa kutanguliza kuliko hivi. Lakini usiwe na kiwango hiki cha pesa. Lakini kama nilivyosema kwamba nyumbani kwako wewe uliletewa chakula hiko na watu 5, mtu mmoja akakuletea kilo 2.5, na mwingine akakuletea kiwango hiko, na mwingine akakuletea kiwango hiko, na mwingine akakuletea kiwango hiko, bado wewe hujastahili kutoa zakatul fitri? Kwa nini zile ulizoletewa ambazo ni za ziada ukasema na mimi wacha nitoe? Haikatazi mtu kaletewa naye kaamua kutoa ati ikahesabiwa kwamba kutoa huko hakujuzu. La, kunafaa kile ulicholetewa wewe nawe toa, huenda ikahesabiwa kwamba nawe umepata zakatul fitri, tena bila kuitolea jasho. Na ni wangapi katika majumba ambao wanaopata fursa kama hii? Pana watu wallahi wanakusanya mchele nyumbani kwao, mchele kama ule wanaweza kutumia mpaka Shawwali imalizike. Alipata kwa fitri mpaka Shawwali kamalizika,
Mtu huyu bado pia anajihesabu kwamba mimi sijapata uwezo, lakini kuna misaada inayotoka kama mji wetu alhamdulillah pametoka hii kheri, kila mmoja amesaidika katika mchele kadha na kadha na kadha na kadha, amesaidika. Mchele kama ule pana watu wameweka magunia kwa magunia kwenye majumba, misaada, ili kuwa pengine astahiki yeye apate kilo 5 katika kiwango chake cha msaada, lakini kwa utatufu alionao na umaarufu na ujanja na uchali na uizi kwa juu, akajiwekea magunia mpaka 5 ndani ya nyumba. Mtu huyu bado pia hajapata uwezo wa kufanya nini? Wa kutoa zakatul fitr. Jamani, aina tadhhabu? Tunaenda wapi? Tunaenda wapi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na unaweza kusema kwamba la, lakini mimi mtele huu wa msaada uliokuja ni local. Naam, ni local, lakini kuna watu katika jamii fulani mchele wa local wao lau wataupata watashukuru mara 100. Jamii haziko sawa. Kuna watu mashambani lau atapata loka kwake yeye ataona ni kama wewe kupata fatma. Chukua loka ile, nenda kawapelekee watu ambao ni duni, hisabu kwamba ni zakatul fitr zangu mimi kutoa. Lakini pana nyunga, si lazima mchele. Pana unga, unapata unga wewe mabandari kwa mabandari, chukua zile ulizozipata nawe toa zakatul fitr. Kuna uzito gani? Lakini bado ibada kiramu, jambo kama hili limesimama uzito mkubwa katika Waislamu kulitekeleza, na kwa sababu ya kupuuza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hukmu ta'khir daf'u zakat al-fitr, ni ipi hukmu ya yule ambaye atakayechelewesha kutoa zakatul fitr? Hatusemi hukmu ya yule ambaye hakutoa zakatul fitr. Hukmu ya yule ambaye amechelewesha kutoa zakatul fitr, na tumesema muda wa kutoa zakatul fitr umewekewa kiwango, tutakuja kueleza. La yambaghi lilinsani, haipasi kwa mwanadamu, idha hadarat zakat, inapofika kiwango cha kutoa zakatul fitr, ayukaddimuha lilfuqara almuhtajin almawjudin, kuwapelekea wale ambao la yambaghi lilinsan, haipasi kwa mwanadamu panapohudhuria zaka kama zile kuacha au kuzichelewesha, kuwapelekea wale ambao ni mafukara na wale ambao ni muhtajin an waqtiha, kuchelewesha na wakati wake. Ni makosa, ni dhambi, sio sawa, na utakosa thawabu za zakatul fitri tu kwa sababu ya kwamba umetoa zakatul fitri kinyume na wakati wake. Lakini yastahiki walwajibu, ambalo la wajibu, an taqaddama qabla as-salat, lazima asipeleke zakatul fitr kabla sala, tena sala ya Eid. Lailatul Eid pia inawezekana kuwa kuna lailatul Eid, usiku wa Eid, au sabah al-Eid, au subuhi wa siku ya Eid, au nihayatu shahri Ramadhan, au mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huu ndio muda wa kutoa zakatul fitr. Kwa hivyo muda wa kutoa zakatul fitr unagawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni waktul jawaz, wakati huu unafaa kutoa, yani ukitoa haina shida. Nao ni wakati gani? Wa huwa qabla al-Eid biyawmin au yawmayn, mtu kutoa zakatul fitr kabla siku ya Eid kwa siku 2, siku 1 au siku 2. Mfano, leo ni Eid, wewe zakatul fitr ulitoa jana au ulitoa juzi, ina maana ilikuwa ni Ramadhani. Hii ni waktul jawaz, inafaa. Na wengine wanasema hata mwanzo wa Ramadhani, lakini hii ni kauli ambayo haikuwa na nguvu sana kwa sababu inatoa kwenye malengo ya zakatul fitr. Lakini wakati ambao unaofaa, siku ya Eid bado siku 1, kesho ni Eid au kesho kutwa ni Eid, bado siku 2, unafaa wewe kutoa zakatul fitr. Ni hadithi Ibn Umar, kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, kanu, walikuwa masahaba, yu'tuna zakat, yu'tuna qabla al-fitr, walikuwa wakitoa zakatul fitr qabla al-fitr, kabla siku ya fitri, biyawmin au yawmayn, kwa siku 1
au kwa siku mbili. Masahaba walikuwa wakifanya hivyo, na wewe kufanya hivyo itakuwa sio jambo ambalo lakini kuna wakati al-fadila, wakati ambao ni bora kutoa zakatul fitri, ambao ni bora zaidi na ina thawabu nzuri zaidi na ni jambo ambalo lina athari zaidi. Ni wakati gani? Wa huwa kabla khuruji nnas ila sala, ni kabla ya watu kutoka kwenda kwenye sala, yani kabla ya watu kwenda msikitini kusali. Kipindi kile lau tatoa zakatul fitri, basi zakatul fitri inakuwa ni wakati fadila, wakati ambao ni bora zaidi. Ni hadithi Ibn Umar radiyallahu anhu, kwa hadithi Ibn Umar vile vile anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amara bi zakatil fitri, aliamrisha kwa zakatul fitri kutolewa kabla khuruji nasi ila salat, kabla ya kutoka watu kwenda msikitini kusali. Kwa hivyo kipindi kile cha asubuhi baada salatul fajr mpaka kutoka kwako msikitini. Mathalan, unatoka nyumbani kwako wewe waje msikitini, na huku umeshika pishi zako za mchele au chakula fulani unachokikusudia, lengo lake mimi naenda kumpea maskini, ukapita ukamwagia maskini, ukaja msikitini, iko kitabaki kwamba ni wakati fadhila. Lakini kuna kipindi cha tatu ambacho hiki kinakuwa ni chenye kutoa madhumuni ya kipindi cha zakatul fitri, nako ni mtu kutoa zakatul fitri baada ya kuwa mtu washaswali. Watu washaswali msikitini, washashuka msikitini, wewe ndio hapo sasa mbio umerudi nyumbani utukuzie mtele wako wa ugawanya. Kipindi hiko ni kipindi ambacho hakiitwi ni zakatul fitri, hiyo itaitwa ni sadaqatun min sadaqati, ni sadaka miongoni mwa sadaka umezitoa, na inshallah utapata malipo ya sadaka, lakini sio zakatul fitri. Nukta ambayo ni muhimu nyingine, hukumu ya mtu kutoa zakatul fitri katika mji mwingine. Mji wako wewe ni Matondolo, lakini unafanya kazi Kipungani. Sasa au unaishi Kipungani, wataka kutoa zakatul fitri hapa, kama wale wenzetu ambao tunawaona wanaishi Arabuni huko, wameleta zakatul fitri zao Kenya, wao wanaishi huko, wao wanaleta zakatul fitri huko. Jambo hili ahibatul kiram, al-afdalu, liliyokuwa bora zaidi, wal aula, na liliyokuwa la kutangulizwa zaidi, fil baladi alladhi yuqimu fihi al-insan, ni mtu kutoa zakatul fitri katika mji ule ambao wewe upo. Toa zakatul fitri katika ule mji ambao unaoishi. Fa idha da'at al-haja, dini inapopelekea haja na dharura, ila an yursilaha, ili zile zakatul fitri zako uzitume kwenye sehemu nyingine, fala ba'sa fihi, hilo jambo halitakuwa na utata. Lakini liliyokuwa ni bora ni mtu atoe zakatul fitri pale mahali ambapo yupo. Lakini huenda pale ambapo wewe unapoishi, mtaa ule au mji ule, wote ni matajiri, kila mmoja ana nafasi zake, ambapo lao ukimpelekea mtu zakatul fitri zako anakwambia mimi hutafuta wa kumpea shekhe wako. Sasa hiyo imekuwa sasa ni dharura, zile zakatul fitri zikusanywe zipelekewe katika sehemu nyingine, hapo litakuwa halina ubaya. Lakini watu katika mji wako ni maskini, watu ni wahitaji katika mji wako, baada ya dalika wewe uwe wazisambaza zakatul fitri kwenda kwenye miji mingine, hili sio sawa. Hili halitokuwa ni jambo ambalo ni sawa. Tambihi hapa ambayo inapendeza kusurushana ni kwamba wale ambao wanaotuma zakatul fitri zao kuwapelekea watu, na wenda mimi na wewe tukachaguliwa katika hao watu, wenda mtu akakuona kwamba mimi zakatul fitri zangu wacha nimpelekee Fadihani, akanitolea, akakupigia simu, bwana ninakutumia pesa hizo ni zakatul fitri, naomba unitolee huko kwenu, kwa kuwa dharura imepelekea. Pana jambo ambalo ni muhimu sana kwa wale ambao wanaochukua zakatul fitri, na hili ni tatizo wakati mwingine hutokea, tukawanyima, tukawakosesha wale waliokusudia zakatul fitri kheri zao. Mtu katumiwa zakatul fitri ili azitoe, badala ya kutunza muda
na wakati unaofaa kutoa zakatul fitri, yeye amekwenda kuziweka zakatul fitri mambo mingi, mipango mingi. Ameletewa magunia mathalan, ameletewa unga mathalan, ameletewa pesa mathalan. Yeye mwanzo badala ya kuzitoa kwa kuwa muda sio rafiki na yeye, akaamua kuzitoa haraka, mwanzo anaziweka nyumbani, anaita watu, anapanga sekretari atakuwa nani, treasurer atakuwa nani, chama atakuwa nani, mji fulani atakuwa tapewe ngapi, sijui. Yani anapanga mambo mingi mpaka muda unaoishia, wakati wa swala unawadia, anawaambia basi jamani, twendeni tukasalini kisha tutakuja tumalizeni. Baada ya kuwa sasa sala ishamalizika, kinakuja kikao cha uharibifu kilichopanga uharibifu. Baada dhalika ushapangwa kamati, huyo treasurer katika unga hela unga patakikana treasurer na chama. Hai ni uzungu kutuzidi sisi wakati mwingine, na mipango ya kizunguzungu kututawali katika vifua vyetu. Yani unataka kupeleka mambo kiserikali, mpaka ukitukua utisaini, mpaka ufanye hivi, mpaka ukuweko karatasi fulani, mpaka kuwe na fulani, mpaka alikuwe na fulani. Hakuna udharura wa haya hifatakira. Chunga muda, kwa sababu yule aliyekupea alihitajia zile zakatul fitri zake zitolewe kwa watu mahsusi waliokusudiwa, zitolewe kwa muda mahsusi, kwa njia inayofaa. Lakini zikifikia kwa kina fulani, huwa wanapenda kupanga mambo mingi, mpaka yale mambo na mipango ikaharibu yale makusudiwa ya ibada hii ambayo ni tukufu. Ahibatan kiram, nukta ya mwisho katika zakatul fitri nayopenda kuisusia ni utoaji wa zakatul fitri pesa badala ya chakula. Utoaji wa zakatul fitri, mtu akatoa pesa badala kutoa chakula. Asli ya zakatul fitri ni chakula. Ndipo hata katika hadithi anasema sa'an min tamrin au sha'irin, tende au ngano zitolewe hizi. Mtume akataja chakula. Sasa pengine leo kwa kuwa pana sababu hizi na zile, pana mambo haya na yale, mtu akaona kwamba kila mmoja anatoa chakula, kwa nini mimi sitoi pesa? Je, hili suala likoje? Na huenda hapa pakatoka suala kwamba je, inafaa kutoa zakatul fitri senti badala ya kutoa chakula? Aibatul kiram, suala hili mwanzo lina khilafu baina al-ulama. Wanawachuoni wana maneno mengi, na sababu ya kutofautiana kwao, tazama hii nukta muhimu sana. Sababu ya wanawachuoni kutofautiana kwao, wanasema sababu ni mbili. Moja ni kwamba je, asli ya sheria ni ta'abbud au ni ta'lim? Asli ya sheria ni maana pakatokea tofauti hii. Asli ya sheria ni ta'abbud au ni ta'lim? Tunaposema ta'abbud ni kuabudu vile ambavyo ulivyoambiwa, fanya hivi, fanya hivyo tu. Je, asli ya sheria ni hivyo au asli ya sheria ni sababu? Bi maana tumeambiwa tufanye hivi kwa sababu tukifanya hivi sababu yake ni hivi, tatokea hivi. Kwa hivyo ukaacha kufanya lile ukaikimbilia ile sababu mubashara. Hapa ndipo pakatokea ikhtilafu. Waliosema kwamba asli ya hukumu na sheria ni ta'abbud, ufanye vile, wakasema ni lazima utoe chakula vile ulivyoambiwa. Na wale ambao waliosema kwamba asli ya sheria ni ta'lim, ni mtu kutazama sababu, basi wakasema basi unaweza ukatoa pesa badala ya kutoa nini? Kutoa zaka au kutoa chakula. Mfano wake ahibatul kiram ni kama mfano wa kafarat au udhiya. Kafarat au udhiya, mambo ya kafara ana mambo maalum umetajiwa katika kufafanua haya maneno. Mfano, mtu akimuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani, umeambiwa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Au mathalan mtu akaapa kwa mkewe, akafanya dhihari kwa mke wake, akamwapia mke wake kwamba mimi kulala na wewe ni kama kulala
ndugu yangu au kulala na mama yangu, maneno sampuli machafu, mtu akamwambia mke. Ujue mtu akinena neno kama hili lazima utoe kafara ikiwa unataka kumrejelea yule mke, kwa sababu umemfananisha mke wako na mama yako, na hawi mke wako na mama yako ni sawia, hawezekani. Allah asema nini? Ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. Sasa kwa kuwa umemfananisha mkeo na mama yako, sasa wataka kumrudhia ule ambao ni mama yako. Sasa wewe umemfananisha mkeo na mama yako, mimi kukuingilia wewe ni kama kumuingilia mama yangu, kisha wataka kurudi. Ina maana unaenda kumwingilia nani wewe? Sasa unaenda kumwingilia mama, mbona warudi kumwingilia mamako? Basi sheria ya Uislamu imekwambia ikiwa wataka kulifanya hilo, sasa ikiwa wataka kulifanya hilo lazima utoe kafara. Fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, lazima uwe mtu afunge miezi miwili mfululizo. Akiacha anaanza mwanzo. Au it'amu 60 miskina, au awalishe maskini 60, awalishe maskini 60 baada ya kuwa ameshinda kufanya nini? Yani katika masaili haya. Sasa wale waliosema kwamba asili ya sheria ni lile lile ulioambiwa, ikiwa sheria ni lile lile ulioambiwa kwamba ikiwa umefanya jambo kama hili funga miezi miwili, ni ufunge miezi miwili. Lakini ukiangalia ila ukasema kwamba sababu ya kuambiwa sisi tufunge miezi miwili ni kwa sababu moyo utakuwa na takwa. Sababu mwezi mmoja tu tumeambiwa kwamba unakuwa na takwa. Je, miezi miwili? Ina maana kwamba watakikana moyo wako wewe uwe na ucha Mungu mkubwa zaidi. Kwa hivyo badala ya kufunga mimi nitakwenda haji, nitaweka ucha Mungu zaidi. Ukaacha la kufunga au ukaacha kulisha maskini 60, ukasema mimi nitaenda haji. Badala ya kwenda haji itasimama mahali kama hapa. Je, hilo litakuwa ni sawa? La, litakuwa ni sawa. Sheria imesema ni vile vile, na ndio maana wale wakasema kwamba ukiambiwa toa chakula zakatul fitri ni kutoa chakula, na huu ndio msimamo wenye nguvu. Ni kinyume mtu kutoa zakatul fitri pesa, ni kinyume. Ingawaje wewe utafurahika uliopewa pesa kuliko kupewa mchele na unga. Lao atatokea mtu akupe mchele na mwingine akupe pesa, utasema mimi bwana tukue pesa, sababu mchele pengine nimepata, au hata kama sikupata lakini hizi pesa tanunua mchele na zitabakia, au mimi ni haja zaidi ya pesa kuliko nini, kuliko mchele. Lakini msimamo wa sawa, na sio sawa mtu kutoa zakatul fitri pesa, sio sawa. Na ndipo pale mwanzo mimi nikatanguliza, tufuateni dalili, tufuateni sheria kwa misingi ya kuwa ni sheria, sio kufuatia matamaniwa na hawa za nafsi. Zinasema fulani, mtu wa kwanza amemletea mtende na mtu wa pili amemletea mtende, yaani basi na mimi kumpelekea mtende si bora nimpelekee pesa? Atanunua nazi, atanunua na nyama. Hii ni mipango ya akili, sio malengo ya sheria. Malengo ya sheria yamekwambia tu'matun lilmasakin, nilishe kwa maskini. Hisabu yako imepiga kwamba sasa basi atakwenda kukusanya michele, ndipo pale akaambiwa na wewe usikusanye hiyo michele, itoe, kwa sababu sio lengo kuikusanya michele. Ikiwa wewe michele imekuwa mingi, toa. Ukitoa nao utahesabiwa ni katika zakatul fitri. Umetoa wewe, una mtoto wako, mtolee katika ile ambayo imekuja. Una bibi yako, una nani yako, watolee wewe. Lakini akili ya nafsi inasema kwamba sintanunua nazi, sintanunua nyama. Hiyo ni akili ya kibinafsi na ni akili ya kibinadamu, sio sheria ya Mwenyezi Mungu inavyolenga. Sheria ya Mungu inasema kusambae chakula, uwe hakuna shida ya mtu ambaye anastahili au anayekuwa ni mhitaji wa kufanya nini, wa kutafuta chakula. Ikiwa wataka kumpea mwenzako zakatul fitri nyama, mpe zakatul fitri mchele, kisha mwambie hizi nunulia na mchele. Lakini zakatul fitri ni zile, sio hizi pesa. Nafikiri hapa nimefahamika vizuri sana,
na ndipo maana wanawachuoni wakawa wakali wengi sana kila wanapofika katika masaili ya watu kutoa zakatul fitri pesa, wakaacha kutoa chakula. Malengo ya sheria yatakuja kupotea. Ni rahisi wewe kusambaza chakula kuliko kusambaza nini? Kuliko kusambaza pesa. Ni rahisi chakula kikija kikiwa kimezidi ukitoa kuliko pesa zikiwa zimezidi kufanya nini? Kuzitoa. Na huenda pakitolewa pesa, huenda pana watu wakakaa vile vile sufuru ya deni, lakini ikiwa kutasambaa chakula hakutobaki maskini isipokuwa atapata chakula. Lakini hapa ni pale tutakaposimama kwamba tunataka kuitekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunahimiza hibatul kiram, zakatul fitri iwe ni mtu kutoa chakula badala ya kutoa pesa. Hadha aula wa afdal, na ni bora na ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na litaitwa kwamba ni zakatul fitri kwa maana ya uhakika kuliko mtu kutoa visiyokuwa chakula. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala katika haya tuliyosikia atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ya hadi ila siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim. Hibatul kiram, ikiwa kuna swala na maana yameruka nimeghafilika napo au pana kitu ambacho kinahitajia kufanuliwa kama tulivyoshiriwa, basi ni wakati wake inshallah. Naam. Swali langu nauliza kuhusu ikiwa kuna mzazi yule ni maskini, lakini yeye ana akiba yake, lakini akiba ile ametegemeza kwa baadhi ya watoto wake kama urithi, na hawa wengine hawamo katika hesabu ile. Sasa baadaye aliwatengeneza urithi na yeye ni maskini, hawezi kutoa zakatul fitri. Hawa siopewa wasipotoa baadaye ni wajibu wao kutoa, ama itabidi hata si lazima wao wenyewe swala hili la fitri, nyinyi yoyote katika nyinyi nafaa toe, lazima atoe hata kama wale hawakutoa. Inawezekana yaani mzazi anakuwa na watoto saburi mbili kama stahiki kuwili. Sasa kuna baadhi anastakabadisha wao kwamba mimi nawarithisha hii nyinyi, mimi nawarithisha kwanza wale watakuwa watoto wake ambao wanategemea, lakini katika swala la kutoa fitri bali hawawezi kutoa, anategemea hawa huku wengine ambao yeye hakuwatia katika maradhi ile ya nini ya ile ya urathi. Swala hilo wakati kutoa huko, sababu mbona sisi hatuko kwenye ya mzazi na nyinyi, basi nyinyi angalia hadi hiyo. Sasa nyinyi mlikushika na nyinyi mliopewa, je, na kama tunakosa kwa pili kutolea kwa wale watoto? Umefahamu? Swala hilo mwanzo ni kosa kwa huyo mzazi alifanya hivyo. Ilikuwaje kurithisha kabla ya kufa kwake? Hilo tatizo la kwanza. Fai mtu kurithisha kabla yeye kufa, kwa sababu miongoni mwa shurutul mirath tahaqquq al-maut al-mayt au al-warith. Ili mirathi isimame mwanzo uitwe mirathi, lazima yule anayerithiwa pahakikike kwamba amekufa. Sasa huyu amerithisha bila kufa, hili ni kosa kwa mzazi huyu. Mwanzo lazima alete tauba na aregeshe mirathi aregeshe mali katika hali yake. Lakini pili, kosa la pili alilifanya ni kule kuwarithisha wengine, kuwanyima watu wengine. Ile ni dhima, na kwa mujibu wa kauli yako na suala lako ni kwamba yaonesha hao wote ni watoto wake, na wote ni watoto wake. Kipi kilichompelekea kuwarithisha fulani na kuwakosesha watu wengine? Kwa sababu ni makosa hibatul kiram. Hata mtoto kama nasema hivi, hata mtoto kama hakutii wewe mzazi, hakusikilizi, si nafasi yako mzazi kumnyima mirathi, si sawa. Lile ni kosa lingine na hii ni haki nyingine. Mtoto atabaki kwenye mirathi hata kama atakuwa mtundu katika familia, mirathi bado yuko nayo. Sasa hili ni kosa la pili, kwa kuwa wamerithishwa watu wengine,
wakanyima watu wengine, na ni madhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau mzazi atakufa katika misimamo hii, ajipange kwenda kuulizwa masuala mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aadilu baina auladikum, fanyeni uadilifu katika watoto wenu. Hilo ni kosa la pili. Sasa kwa mujibu wa kosa hilo, kwa makosa haya haitakuwa ni suluhisho kwamba wale watoto ambao hawakugawanyiwa, hatuwezi kuita mirathi, hawakugawanyiwa ile mali, haitakuwa kwao ni pingamizi kumtolea mzazi wao. Ile ni haki yao kwa mzazi wao. Hata kama mzazi kanyima haki yao, kila mmoja acheze pati yake. Masala ni kwa Mungu, kwa sababu hapa duniani sisi tukiketi kulipizana hatumalizani. Huyu kanifanyia jambo fulani, eti mimi lazima nimlipize, tamaliza nini? Nitamfanyia uadui, nimtie jela, nimfanyie kadha na kadha na kadha, lakini kesho pata nitokea fikra nyingine, haitoshi vile nilivyofanyia, mpaka nimfanyie na nyingine. Hatumalizani katika kulipana. Kwa hivyo kwa kadri ya kwa mtu ashughulike kwamba ikiwa mimi hukunipa na mimi sikufanyii hivi na mimi sikutolei, kwa sababu hiyo itakuwa kwako wewe mtoto ni makosa uliyofanya, kama alivyofanya makosa mzazi wako. Yaache makosa yabaki kwa mzazi wako, na Mwenyezi Mungu awasilishe wazazi, ayabakishe kwa mzazi wako, lakini kwako kusiwe na kosa. Isiwe lile kosa lako likazibwa kwenye la kosa la mzazi mbele ya Mwenyezi Mungu, likawa naye mzazi hana kosa mbele ya Allah, kwa sababu wewe ulimfanyia jambo kubwa zaidi kuliko lile ambalo alikufanyia. Au mkalipana ikawa kwa Mwenyezi Mungu hakuna kesi, wewe kufanyia hivi na yeye kufanyia hivi, hasa umepata nini mbele ya Allah? Hata lile kosa libaki upande mmoja. Na ndio maana sheria ya Uislamu ilituhimiza sisi wala afina anin nas, watu wawe na tabia kuwasamehe watu, kwa sababu ukimsamehe lile kosa wewe umelibakisha wewe yeye na Mwenyezi Mungu, sio wewe na yeye. Lakini mimi nikikulipa, Mungu akienda kunambia si ulimpiga ngoto, yani kupiga kofi na ulimpiga ngoto, halas ushamaliza, wote kwa kupata dola. Na pengine lile ulilofanywa wewe kwako lilikuwa ni utungu zaidi kuliko lile ambalo wewe umefanya. Kwa hivyo tuliache hili kosa kwa upande huu, lakini haijakuwa ni sababu ya mtoto kupata kauli na kumwambia mzazi wake kwamba kama ulivyogawanyia hao hizo pesa na zakatul fitri watoe wao. La, si nafasi yako. Wewe nafasi yako cheza, maadamu kuna nafasi, na maadamu wale wengine hawakutoa, wewe simama nafasi ile, tekeleza, kwa sababu ukifanya manamila salihan fasinas. Na insani siku zote mpelekee anayejua ihsan na asiyejua ihsan. Anayejua ihsani basi ile ihsani ataipokea ndio yake, na asiyejua ihsani umefanyia ihsani, ile ihsani itakurejelea mwenyewe. Wallahi. Swali lingine sana. Ikiwa umesema watoto hata kama si wako, lakini maadamu kuna wakula wewe ule mwaka unaonekana wewe unawatakia kula, lakini je, ikiwa katika ule mwaka mmoja miwili imepita, wewe una watoto wako ambao wamekatwa baina wewe na wao kwa sababu ya khilafu za wewe na mtalaka, dhima zako yani ameziondosha baina yako wewe na watoto, kumaanisha wewe yeye anafanya ndio wake yeye tena yeye na uwezi na mna ruhusa kuwaona na watu yani pingamizi kama hizo. Sasa imefika masala hii zakatul fitr, dhima hizi kama ule hawafanyii na watoto mashallah uswali masuko, lakini hawasimamii na kwenye dhiki, na wewe ujue umekata, ujue mimi na haki ya kulipa pia ile kupatana, kwa sababu sisi tumesema wewe alishao mtalipa. Sasa silishi tu walisha kwa mwenyewe, kuonyesha yeye mwenyewe afanya mwenyewe sana, lakini ni watoto wako. Lakini watoto wangu sasa hapa unastahili watolee kama watoto wako, madamu watoto wako, na hususan hivyo ulivyosema kwamba hawakutolewa kule, hawakutolewa kule, unastahili kuwatolea tena, watangulizi zaidi hata kuliko huyu unampa kula, ikiwa nafasi yako haikazi. Ikiwa wale watoto ni wako na wanafunga mathalan,
Wewe kuwatanguliza wale ni bora kuliko kumtanguliza huo ambao uko machoni ambayo inamlea. Sasa tumesema ile kutolea zakatul fitri kunaangaliwa awaliyat, yale ya aula. Hao wote si wangu, lakini huyu ufunga, huyu afunga, huyu unamweka mbele. Huyu umefunga siku nyingi, umefunga siku kidogo, na mtanguliza yule aliyefunga siku nyingi. Huyu umefunga nusu ya Ramadhani, yule umefunga Ramadhani nzima, na mtanguliza yule aliyefunga Ramadhani nzima. Kwa hivyo auliyat, na auliyati hapo wewe kwa mtoto wako na mtoto unayemlea aula ni nani? Mtoto wako. Kwa hivyo unastahili kutanguliza watoto wako aula, ikiwa nafasi ya kuwatolea wale watoto ambao unawalea haikupungukia. Ni bora kwanza. Barakallahu. Naam. Yani hukumu ya yule ambaye kwamba anatoa zakatul fitri. Tuseme anatoa zakatul fitri, lakini zakatul fitri zake anazitoa kwa maudhi na kukejeli kwa wale ambao kwamba wanawapatia. Je, hukumu yake zakatul fitri zake zitaswili kwa yale maneno yake ama itakuwaje? Zakatu au asli ya zaka ina masharti yakamilike, kubalike, na vile vile pana mawani, yajibu al-intifau anil mawani. Lazima kuna vitu lazima ziondoke. Ikiwa zaka kuna mambo ambayo yanabatilisha, basi zakatul fitri pia yale yanayobatilisha zaka ndivyo yanabatilisha nini? Zakatul fitri. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna 'ala shay'. Allah anasema msibatilishe sadaka zenu kwa maudhi na kusimulia. Ina maana haya mambo mawili yanaharibu sadaka, iwe ni sadaka za kawaida, iwe ni zakatul mal, iwe ni zakatul fitri. Lau tatoa zakatul fitri, baada dhalika unawakata kwa maneno wale ambao unawapa, au unawasababishia maudhi mengi kwa kiasi kwamba mpaka wale wanaochukua ile zakatul fitri wanachukua ni kwa sababu ya umaskini tu, lakini lau wangekuwa na nafasi wangekuachia mwenyewe, basi zakatul fitri hiyo kwako imeharibika. Lakini kwa wale waliochukua, wachukue wende wakafaidike nayo. Haimaanishi kwamba imebatilika basi hata ule unga kuutumia ni haramu. La, imebatilika malipo kwa yule aliyetoa, lakini unga kama ule na mchele kama ule kuutukua kwako unajuzu na unafaa kwenda kunufaika nao na utafaidika nao, na yeye hatakuwa na ajru na itakuwa malipo yake yamedondoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali mambo ambayo lazima tuwe tanabuhi nayo. Naam, wakati mwingine wale wanaopewa huwa wana maudhi yao nayo, lakini tujitahidi kwa kadri, na Mwenyezi Mungu ndiye anayehukumu, sababu kuwagawanyia watu wengi pia nayo ni challenge. Wakati mwingine utatokwa na neno, wakati mwingine utatokwa na tasarufati fulani, lakini ikazi kwa kadri unavyoweza, liwe lile neno limetoka, Mungu ndiye anayejua, si kwa kukusudia wewe. Sababu kuna watu wengine wanakusudia, sasa ngoja leo watu wale taka mtu afanye yao, mtu akisimama kwa kileta nini tamchafua hapa mpaka kwani ni mtu kama, yaani ushajipanga wewe tayari. Lakini sio hivyo. Wewe eka roho yako safi, jitahidi kupanga watu, pengine ikiwa ni grupu vile inavyotolewa haya ambayo si mambo mazuri, kutoana kwa magrupu na fujo na malaini na nini mitangamano kati ya wanaume na wanawake, haya si mambo yanayopendeza. Lakini ikiwa yamejitokeza hayana budi sasa afanyike hivyo, jaribu kujikaza bikadri al-istitaa, na pale ambapo unatakiwa pameteleza kwako, basi Mwenyezi Mungu awe anakujua, na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote awe atakusamehe kabla ya kutoa, kwa sababu wajua mimi naje kupambana na challenge. Muombe Allah akufanyie sahali, muombe Allah akufanyie utulivu, muombe Allah akuoneshe uadilifu katika gawaji. Wallahu a'lam bidhalik. Naam, swali lingine? Naam. Naam. Nasema hakuna makosa hapa ndugu wawili au zaidi. Naam. Wakimtolea wote hadi wakimtolea mzazi wao. Hakuna makosa. Waman tatawwa khairan wa huwa khairun lahu. Hakuna ubaya ikiwa ndugu yako ukamtolea mamako na wewe ukamtolea mamako.
na hususa pengine kila mmoja amepeleka kivyake, leo umempa maskini huyu na wale kumpatia maskini yule. Hilo ni jambo zuri, lakini ikiwa na mzazi baba na mama, wengine wakiwatolea baba atolea mama, lakini haina shida inapopatikana istihamu katika mzazi mmoja katika masaili kama haya. Swali. Naam. Mtoto ni wa haramu uko kwenye matumbo ya mwanamke ambaye kwamba mtu aliingiana naye kwa mimba haramu, je, jukumu la nani? Mtoto ameingia ashajua na sheria. Mtoto ameingia kwenye njia ambayo sio sawa na hapo kwenye tumbo la mama yake. Man ahaqu bi hadha alwalad, mwenye haki zaidi ni nani? Naam. Mwenye haki zaidi ni mama. Kwa nini? Ndio bebe. Yule aliyeweka. Lakini mwenyewe anajua. Na yeye si katika haki yake. Yule si mtoto wake kisheria. Ndio maana hata katika mirathi hawezi kurithi. Hata katika kuchukuliwa idhini ya kuolewa hawezi kuchukuliwa kwa mzazi yule. Si sawa kuchukuliwa idhini wala kuwekwa kwenye mirathi, kwa sababu hako kwenye mipango ya sheria. Ni mtoto wake wa damu yake. Ndio maana pakatokea ikhtilafu. Je, inafaa kumwoa mtoto wako wa haramu? Kwa maana hiyo mikita inafaa. Na wengi wa mikita nasema inafaa kumwoa mtoto wako wa haramu kwa sababu hakurithi na si mtoto wako kisheria. Lakini alkulli ikaenda kwamba la, si sawa kuoa mtoto wako ambaye ni wa haramu. Sasa ukiwa unajua kwamba wewe alikuwa mtoto wako afana Allah msiwatoafu na hali. Sasa haki hapo bila shaka atakuwa mama ana haki zaidi kumtolea, ingawaje yule mama naye imechukuliwa dhima. Sema leo pengine kuna bwana, pengine kuna bwana au hana bwana, sasa hana bwana ni bali yake. Hivyo yeye kiwa ataweza, si kwamba lazima, sio kama lazima, lakini akitaka kumtolea basi familia wa neema itakuwa ni wajibu wake, kwa sababu tukilipeleka hili ni kwa baba, akiwa atafanya iwe ni ihsani, sio sheria. Kisema kwamba anafanya kisheria, sheria imeniongoza hivyo, itakuwa hilo swala amelipitisha kinyume. Akifanya tu kwa ihsani, basi itakuwa si jambo baya pia imetatamwa kufanya. Sema iko na zakatul fitri, niko na nia kutoa zakatul fitri. Sasa na katika mji wangu kuna maskini wengi ama mafukara wengi. Sasa mimi niseme hao mafukara hawa siwapendi, niende kutoa mji mwingine. Yeye inaruhusiwa? Nikasema katika nukta tulizozungumza kwamba mtu ni makosa kuondosha fitri pale mahali ambapo yupo, isipokuwa panapokuwa na haja au masaili ya kwamba ndio utukivu, sheria haijakuwa ni sababu ya wewe kusafirisha zakatul fitri zako kwa sababu ya utukivu. Utukivu ni jambo ambalo halikubaliki. Nakubalika kwamba ni tajiri, kwamba ameletewa za ziada, lakini ikiwa msaili ya utukivu, kwa nini uweke utukivu kwa Muislamu wenzako mpaka siku ya Eid imefika, bado huo umemwekea mtu kani mpaka imefika chakula ambao anastahiki apewe chakula, bado kwa kani zako umefanya umebana. Dalesa ni hasa ili si jambo zuri na itakuwa si jambo la sawa kufanyika. Naam, tuseme ukawa unachagua yani katika kutoa zakatul fitri zako kama unachagua wale watu ambao wajua hapa mwanzo ni marafiki zangu yani, kisha ndo zikibakia kwa wale ambao kwamba una alaka na mwanzo unaangalia zakatul fitri anapewa nani? Zakatul fitri anapewa al-fuqara wal masakin. Zakatul fitri hazipeleki kama zakatul mali, kwamba kuna zile wa nani fuqara wal masakin wa sabili qaribina alayhi mu'allafati qulub wa fi riqab. Zakatul fitri wanaangaliwa al-fuqara wal masakin. Kuna watu katika wale ambao wanastahili kupewa zakatul mal hawakutangulizwa katika zakatul fitri. Kwa mfano riqab hakutangulizwa katika zakatul fitri. Kwa hivyo
unaangalia hawa ambao mimi nawapa, kabla ya kuangalia marafiki zangu na wajua ambao wanaonisaidia, kabla ya kuangalia hao, mwanzo angalia fukara wal masakin. Ikibakia waangalie wale ambao wanafaa, ama utumie kwamba wache niwape wale ni wajuao mwanzo, pengine ni kuwajua kwamba nawajua ndio mafukara, ndio hivyo, au ni kuwajua kwamba tajuana mabesti na nini, hivyo ni makosa. Ujua kwamba nawajua kwamba hao ni mafukara, hao ndio wanastahili kupewa zakatul fitr. Au wengine hata kama watakosa itakuwa ni jambo ambalo halina mushkili, lakini wasije wakapewa watu ambao ni madosti yako ambao wana uwezo wao, kisha wakabaki watu ambao ni mafukara na masakini, nao kama ni mahitaji, kisha ukaweza kuwapa. Hiyo ni dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa huenda isikubalike mbele yako, huenda isikubalike kwa Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Naam, Kwa mfano mimi ni mkulima. nauliza Mimi ni mkulima. Mkulima kuna mtama, kuna hindi, kuna buru. Nataka kutoa zakatul fitri. Naweza kutoa hizo au lazima niuze zile mzele ndio nitoe? zakatul fitri kinachotolewa ni chakula qutul balad, ni kile chakula cha mjini. Watu mjini wanatumia nini? Watu wanatumia unga, basi toa unga, ni bora zaidi. Watu wanatumia mchele, toa mchele. Watu wanatumia taje mahindi, buru, toa buru. Na ikiwa mathalan wewe chakula chako umetengeneza maharage na unga na buru, na ukiangalia pengine mji wetu pana tabaka mbili, pana watu wanatumia mchele na pana watu wanatumia unga, sio tumia unga, wanatumia unga. Kwa hiyo zile zako ambazo peleka wale watu ambao wanatumia, na watu wa mashamba hata tunatolona chakula, ni bora zaidi kile chakula ambacho kinacholiwa. Kikikosekana basi itajuzu chakula chochote, bora kiwe ni chakula ambacho wanadamu wanachokitumia, lakini bora ni kile chakula ambacho kinaliwa mjini. Sasa kuna watu wanatumia unga, siku zaidi watu yote watu kusambaza unga wa sima. Nashangaa zakatul unga wa sima, jamani, ndio chakula chao. Wallahi nafikiri tumemaliza na hakuna mshikio mwingine wote. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala kujalie na kile yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana yahdi ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim wa hasana ila akhirati hasanatan fil alamin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى